So the power to enforce taxes is not absolute. It's a donated power by the people who donated to the executive, and they reposed it not in the executive but in parliament. That's why when you look at Article 209, it's clearly stated that taxation can only be done as provided by legislation. Remember the Boston Tea Party, where people were singing that no taxation without representation. So the power to tax is reposed in parliament. So, and that power cannot be donated to any other organ. Right now, if you look at it, the power is being exercised by the executive. The way the executive is talking is like parliament does not matter. Instead of proposing and leaving it to parliament, they are saying it is going to pass whether you like it or not. So that violates the constitutional order. The executive only requests parliament for taxes. So it does not bulldoze. We have got a parliament that is largely a lapdog organization, where the majority has gone into bed with the executive. It is not distinct from the executive. And so whatever the executive wants will always pass. So that constitutional protection that taxation will be asked by parliament is not available to the people of Kenya because parliament has been compromised. Look at something like housing. Housing is not supposed to be implemented by the national government. If you remember the case of the CDF case at the Supreme Court, there are very, very, very clear pronouncements made whereby the execution is by the counties. And then when you look at this, the counties have been given no role at all in the whole thing. So at the end of the day, you find that the finance bill is not properly conceived. You even find that I've put the amendments to the Statutory Instruments Act. Mimi nataka munisaidie mahali moja. Munizungumzie huyu seneta wetu tafadhali, Bwana Omtatah. Wewe sasa unataka kunipeleka kotini. Na ile kazi mimi nafanya ni kupangia watu hawa ajira. Kwani sasa utaki hawa watu wapateko kazi? Please. Okiya, tafadhali. Ama namna gani jameni watu wa Busia? Nisaidieni jameni, mumuongeleshe huyu jamaa apunguze mambo ya kotini. Yeye amesema ni rafiki yangu na ni kweli ni rafiki yangu. Tunaelewana? Na unajua uzuri ya huyu Okiya, hata akinipeleka kotini si mbaya. Yeye hajapanga kuharibu biashara ya mtu. Si ndio? At least hajapanga maandamano. Unajua kuna wengine wananitisha ati usipofanya hii tutapeleka maandamano. Sasa hawa wengine ndio wabaya zaidi. Eri huyu Okiya. Eri huyu at least akinipeleka kotini, hakuna kibanda ya mama itachomeka, mboga ya mtu haiwezi kuharibika, biashara ya mtu haiwezi kuharibika, tutangangana na yeye huko kotini. Ama namna gani? So lakini ile kitu mimi nataka niulize, as a nation we must think as a nation. Na sasa wewe Okiya, wale watu wa handshake wenye walikuwa wanapanga mambo ya vyeo, mambo ya nini ya wadosi, haukuwapeleka kotini. Mbona wewe unataka kunipeleka kotini mimi nikipanga kazi ya mao mahasla? Si unaona unanionea tu bure. Wale ndio ungewapeleka kotini kwa sababu walikuwa wanatusumbua. Ama namna gani? Si huyo Okiya ndiye angepeleka wale watu ya kutupelea BBI sijui nini akatusumbua? Si angepeleka kotini? Awali nisamee kidogo nipange mambo ya mahasla please.